Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaendelea na somo linalosema msisitizo wa maombi juu ya Tanzania. Lakini tunaendelea pia na kipengele ambacho kilikuwa kinasema kwamba jambo mojawapo linalopewa msisitizo mkubwa na Roho Mtakatifu kuliombea ni kuombea moyo wa uzalendo uweze kumwagwa juu ya Tanzania. Na tumekuwa tukiangalia baadhi ya sifa za moyo wa uzalendo. Na mojawapo ya sifa ambayo tumekuwa tukiangalia ni ile inayosema kwamba upendo haukosi kuwa na adabu. Kwa lugha nyingine, uzalendo haukosi kuwa na adabu. Maana yake ndani ya moyo wa upendo ndani yake kuna adabu. Yaani kukiwa na moyo wa uzalendo juu ya taifa fulani, utaona watu wake wa lile taifa wanaenenda katika utaratibu mzuri, wanakuwa na adabu. Na nikakwambia ili kuwepo na adabu katika taifa fulani, hiyo adabu imeunganishwa na maono ya taifa. Mahali ambapo kuna maono thabiti juu ya taifa fulani, lazima hilo taifa litaenenda katika mwenendo mzuri, kwa sababu yale maono ndiyo yanayoongoza sasa wale raia, watu wake wa lile taifa waweze kufuata mpaka waone yale maono yanatimia au yanatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mahali popote, zingatia hii, mahali popote ambapo kuna maono thabiti, lazima kutakuwa pia na moyo wa uzalendo ambao uko katika kiwango cha juu sana. Kwa hiyo kwa mfano nikikwambia hebu jaribu kufanya tathmini juu ya taifa lolote au eneo lolote kuhusu habari ya moyo wa uzalendo, kwamba je, watu wake wana kiwango gani cha moyo wa kulipenda taifa au kupenda eneo fulani. Utatumia vigezo gani kuweza kupima moyo wa uzalendo? Sasa baadhi ya vitabu imeandika vitu kadha wa kadha, lakini mimi nataka nikupe jambo moja la msingi sana ambao ni kubwa, linatambulisha kama sehemu fulani au taifa fulani moyo wa watu wake wa kulipenda taifa uko kwenye kiwango cha juu. Uzalendo, moyo wa uzalendo uko katika kiwango cha juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo hilo ni utaona maono ya hilo taifa yatakuwa thabiti, yatakuwa wazi sana. Yaani kila raia, kila mtu atakuwa anajua maono vizuri ile taifa, sio ya kubabatiza au ya kulishwa tu kwa kusema sema. Atakuwa anajua na yeye mwenyewe usiku na mchana anayawaza ili ahakikishe kwamba anayatimiza yale maono. Haleluya. Hebu tutazame habari hii ya muunganiko kati ya maono na moyo wa uzalendo kutoka kwenye kitabu cha Habakuki. Kitabu cha Habakuki sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 4. Biblia inasema hivi: ufunuo aliouona nabii Habakuki. Bwana, nilie hata lini wewe usitake kusikia? Na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu mbele yangu, kuna ugomvi na mashindano yatokea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea, wala hukumu haipatikani. Kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki. Kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Sasa ukiangalia katika jamii hii ambayo nabii Habakuki alikuwa anaishi, utaona kuna mambo yalikuwa yanaendelea kwenye jamii. Haya mambo yanadhihirisha kabisa kwamba watu wake wa hii jamii walikuwa hawana moyo wa uzalendo. Kwa uzalendo ulikuwa chini sana au haukuwepo kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ukiona haya mambo manake unajua kabisa hawa watu pia hawana maono. Jamii hii haina maono. Unaona kulikuwa na mambo gani? Angalia hapa. Nabii Habakuki anasema, na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Kwa kulikuwa na udhalimu, dhuluma, watu wanadhulumiwa. Lakini mbona wanionyesha uovu? Kulikuwa na uovu. Sasa uovu haujabainishwa hapa ni uovu gani, lakini uovu tu ulikuwepo. Ukiona kuna uovu, maana yake lazima moyo wa uzalendo utakuwa chini sana juu ya hilo taifa au haupo kabisa juu ya hiyo jamii. Lakini alichokiona kingine, anasema na kunitazamisha ukaidi. Kulikuwa na ukaidi.
mnakubaliana kwamba kuna mambo kadhaa yafanyike, unashangaa mtu hafanyi, anakaidi, anaacha, hatekelezi. Jamii haitekelezi baadhi ya mambo ambayo mmekubaliana. Manake elewa kwamba hapo hamna maono thabiti, na hivyo pia hamna moyo wa uzalendo. Na nyingine anasema maana uharibifu na udhalimu mbele yangu. Kwa anaona kuna uharibifu. Sasa uharibifu hapa haujabainishwa kwamba ni uharibifu wa namna gani, lakini wewe elewa tu uharibifu wote ule utakaouona, uharibifu wa maadili, uharibifu wa vitu kabisa vinavyoonekana. Sasa nabii Habakuki aliona haya kwenye jamii yake. Nyingine anasema kuna ugomvi na mashindano yatokea. Kwa ukiona kuna magomvi na mashindano, elewa kabisa hapo hamna maono. Na pia manake kwa tafsiri nyingine pia hamna moyo wa uzalendo. Ndio maana watu wanagombana tu, wanachelewa kugombana kwa sababu hawana focus juu ya maono ambayo wanatakiwa kuyatekeleza kwenye hiyo jamii. Wanachelewa kugombana tu. Nyingine ambalo lilikuwepo kwenye jamii hii, kwa sababu hiyo sheria imelegea. Kwa aliona sheria imelegea, sheria haifanyi kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na sheria ikilegea kuna kitu gani kinatokea? Wala hukumu haipatikani. Kwa tunategemea hukumu ipatikane, unashangaa kwenye jamii fulani kama hamna maono thabiti na kama hamna moyo wa uzalendo, utashangaa ile hukumu haipatikani. Mlitegemea kabisa hapa hukumu itapatikana, lakini hukumu haipatikani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Sheria imelegea. Sheria imelegea. Kuna jambo jingine pia ambalo aliona nabii Habakuki kwenye hii jamii, anasema wala hukumu haipatikani, kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki. Kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Kwa hiyo unaona kwenye jamii ambayo itakuwa haina maono thabiti na haina moyo wa uzalendo wa kile kiwango kinachotakiwa, utakachokiona utaona watu waovu, watu wabaya wanawazunguka wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo hukumu ikipatikana inakuwa imepotoka. Kwa nini? Kwa sababu wabaya ndio wanaokuwa wanatawala sasa, wanaokuwa wanawazunguka wenye haki. Kwa haki haiko. Hukumu ikipatikana imepotoka, ni ya uongo, ya udanganyifu, sio halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa jamii hii ambayo aliishi nabii Habakuki, ukitaka kujua taifa fulani lina maono thabiti, sio ya kwenye makaratasi, maono thabiti, unaangalia vitu viwili vikubwa sana vitakavyokuongoza, vitu viwili vikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kuliweka hili wazi, hebu tusome Habakuki sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 4. Biblia inasema hivi: mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi. Hii njozi maana yake iandike either dira au uandike maono yangu, future yangu, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, sio ifichwe, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao. Kwa Bwana akamwambia nabii Habakuki, kwa sababu nabii Habakuki kwenye hii sura ya kwanza alikuwa analalamika, anaona kuna udhalimu, kuna ukaidi, anaona sheria imelegea, anaona wabaya wanawazunguka wenye haki, anaona hukumu ikipatikana na kuwa imepotoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alikuwa ni malalamiko, hii sura ya kwanza. Sura ya pili Habakuki akaamua sasa kumwendea Bwana na kuomba kwa ajili ya ile jamii ambayo alikuwa anaona kuna mambo hayajakaa vizuri, jamii ambayo haina maono, jamii ambayo upendo wake umeshuka, moyo wa kulipenda taifa umeshuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Alivyoamua kuomba, Bwana akaamua kumjibu, akamwambia iandike njozi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia iandike njozi hii, kwa ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomae apate kusoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo, ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Kwa ukisoma hapa utaona nimekwambia ukitaka kujua kwamba jamii fulani au taifa fulani lina maono thabiti,
na hivyo hayo maono lazima yatapelekea kutakuwa na moyo wa uzalendo. Watu wake watakuwa na uzalendo wa hali ya juu kama maono yatakuwa thabiti. Kwa hiyo kama nataka kutambua, kigezo kimojawapo ambacho utatumia kutambua kama eneo fulani lina moyo wa uzalendo wa kiwango cha juu, ni utaangalia maono ya lile taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maono ya lile taifa, raia wake, wananchi wake wanajua kwa kiwango gani yale maono ya taifa, na kwa uhalisia ndani ya mioyo yao kwamba yale maono wanayajua kwa uhalisia, kiasi kwamba manake anapoamka mwananchi yoyote anajua kabisa kwamba tunaelekea hivi, tuna mpango kama taifa wa kufanya 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana unaona hapa nasema ukaifanya iwe wazi, manake njozi ukaifanya iwe wazi. Kwa maono future lazima iwe wazi sana. Yani Bwana Yesu asifiwe. Manake kama unavyoonaga saa nyingine matangazo, unakuta matangazo ya nini, kampeni ya malaria, ili kutokomeza malaria, utakuta yamebandikwa labda kwenye kwenye miti, yamebandikwa kwenye ofisi mbalimbali za serikali. Kwa na maono yanatakiwa kuwa hivyo, kwa sababu ninatakiwa yawe wazi sana kwa kila raia. Maana maono ndio yanayotengeneza sasa mtu aweze kuwa na mwenendo mzuri. Kwa nini? Kwa sababu ya yale maono, ule mpango ambao tunatakiwa kama taifa ndani ya miaka fulani tuwe tumeshafikia hatua fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inaendelea. Mungu akubariki. Linaendelea somo.